Wafanyakazi wa bandari wamemuomba mgombea urais wa chama makini Mheshimiwa Amer kuwatatulia shida na changamoto wanazokutana nazo katika maeneo hayo. Ombi hilo amelitoa alipofanya ziara yake akiambatana na viongozi mbalimbali akiwemo na mgombea mwenza wa chama makini kwa upande wa bara Azza Haji Suleiman, na kuwaomba wananchi kumpigia kura ili aweze kuwasaidia vijana na wazee kuepukana na vitendo viovu vinavyoendelea katika jamii. Kilio cha kwanza, bandari inayotumia maboti au tunasema majahazi ni mbovu na inahitaji marekebisho ya hali ya juu sana, kwa sababu wanaofanya kazi pale ni binadamu, sio ng'ombe. Naomba kama chama makini uwezo, taarifa, barua kwa Mheshimiwa Rais ambaye anaongoza nchi, muiandike hii siku 100 ambayo inawezekana. Kwanza waanze na system ya kuitengeneza hii bandari, kwa sababu bandari hii endelevu, na ukifanya hesabu ina uwezo wa kulipa wafanyakazi wa serikali hata 400 ambao pesa inatoka pale. Hilo la kwanza. Tunarudi kwenye bandari ya Zanzibar Dar, kwamba boti za Zanzibar kule zisiende, watumie bandari ya Bagamoyo. Mimi mwenyewe nimefanya kazi ya uvuvi bandari ya Bagamoyo, naijua A to Z. Ukipeleka chombo pale unaenda kuua chombo. Je, lengo la kupeleka vyombo vyetu kule vikafe? Ninachotaka serikali ya Tanzania, Zanzibar na bara wakae kikao kimoja, waliwafikishe bandari ya Dar tu Zanzibar itumike pale pale. Kama wana ujenzi, haukuanza ujenzi wakati huo, wanakuja kuanza leo kabla ya uchaguzi. Hapa kuna namna, labda kuna maegesho watu watakupewa. Waangaliwe vijana na wazee walio kwa mitaani ambao hawana kazi. Watu hawa mtawasaidia vipi chama makini? Wizi umeshamiri, mapanga yameshamiri, simu zinaibiwa, ng'ombe wanakwenda. Wale ni binadamu wanaohangaika. Mtu anatoka kazini saa 7 saa 8, ndio time zetu ambazo tunatoka kazini, wengine wanatoka mahoteli. Kwa hivyo tunaomba wote wasaidiwe kwa hichi ambacho wizi unatendeka. Serikali upande wa polisi waisaidie kudhibiti nchi hii isiyo na majanga kama hayo. Tulipotoka tulikuwa tukitembea mpaka asubuhi, hatukuwahi kupigwa. Sasa hivi kwamba najua watu wote mliokaa hapa, mimi ni mzee wenu, kwa sababu na miaka 71, kwamba ni mzee na nimeona mengi, nimepita sekta nyingi. Ninachokiomba sekta tulopita mpaka kufikia sasa hivi, tuna mama yetu anatulea. Huyo mama anaitwa Amani. Amani na utulivu na upendo ndio tufikisha sasa hivi. Ninachokiomba vijana wote tudumishe imani katika nchi zetu mbili zote. Hiki ni kikubwa, ndio kitatufikisha sehemu iliyokuwa sahihi. La pili, Mheshimiwa ametaja habari ya uchaguzi, kuingia watu wasiokuwa ni wageni, wasiotimbukana. Hili ni kweli, linatuuma sisi wananchi. Leo ukenda Nungwi, ukenda Matemwe, wamejaa wa Kenya, wamejaa wa Burundi, wamejaa watu aina mbalimbali. Ninachokiomba ili kuweka sawa katika nchi yetu, ikifika kunako tarehe 17, jamani, kila mtu aende kwao kwanza, tupishe katika uchaguzi, kwa sababu hapo mtu anaweza akaingiziwa huyu ndiye akina akapenyezwa. Hasa hiki kitu kitatuharibia. Naye mgombea mwenza wa chama makini kwa upande wa bara Azza Haji Suleiman amesikitishwa na hali ya maeneo ya bandari pamoja na changamoto zilizopo, na kuwaomba wanaohusika kuweza kutatua na kuangalia kwa jicho la pili ili kuboresha uchumi wa nchi yao. Kwa majina naitwa Azza Haji Suleiman, ni mgombea mwenza kupitia tiketi ya chama cha makini. Leo niko na ziara pamoja na Mheshimiwa Amer, mgombea urais wa Zanzibar, katika eneo hili la bandarini. Tumepitia maeneo mengi ambayo ni maegesho ya majahazi. Hichi kilio ambacho mheshimiwa hapa ameniuliza nimekisikia na kimenisikitisha, kwa sababu tunapozungumza Tanzania ni Zanzibar na Tanganyika, na naamini tuna haki sawa katika hili, kwa sababu tukisema ni muungano, kwa hivyo inakuwa kila mmoja ana haki ya kuweza kutumia eneo moja ama jingine kwa mujibu wa sheria zetu. Kiukweli hili swala linasikitisha. Tukiwa kama Wazanzibari tunaomba hili swala uongozi uliangalie mara mbili. Nikiwa mgombea mwenza kupitia tiketi ya chama cha makini, nazungumza kwamba serikali bado iko madarakani, naamini siku zao hazijaisha. Hili swala walikalie kitako mara moja iwezekanavyo. Tunaomba hivyo ili kuweza kulitatua, kwa sababu tayari wana uwezo wa kutugawanya.
kupitia hii kauli yao. Kwa hivyo nikiwa kama mgombea mwenza, naamini serikali iliyopo inaweza kulitatua kabla ya kuingia katika mchakato. Lakini pia ulizungumzia endapo tumefanikiwa, insha Allah, basi naamini hili swala nitalisimamia kwa moyo mmoja, kwa sababu yale ambayo nimeyaona kwa macho yangu yameniumiza na nimeyasikia pia. Pamoja na yote, tuna swala zima la uokozi. Jamani, wanaofanya kazi hizi ni ndugu zetu, ni familia zetu. Serikali lazima iangalie, kwa sababu wanaoangamia bado ni watu tunaowahitaji. Wanakwenda kutafuta riziki halali, kwa sababu kama tulivyosema, taifa bora ni lile ambalo linaleta maendeleo katika nchi yake. Hawa vijana wanakwenda kufanya kazi kule na kuja katika nchi yao kwa ajili ya kuleta neema katika nchi yetu.